Naam, ikiwa siku ya 4 mwezi wa pili, happy new month, mwaka ni wa 2025. Karibu katika taarifa za AJR News kutoka mji wa Kisii Town. Mie ni Videlis Moshoge, na tunaanza na taarifa kutoka kaunti ya Kisii baada ya mwanafunzi wa shule ya Kisii National Polytechnic kufariki baada ya kuanguka katika choo kimoja katika eneo lile la Mwembe. Sasa mwakilishi wa kike kutoka kaunti ya Kisii amejitokeza na kuhimiza wale ambao wana manyumba ya kukodi na vile vile wale ambao ni wajenzi kuwa makini wakati ambapo wanafanya ujenzi. Tumsikilize. Wano ito Celine ogwete engoroime twatwara omukutano n'abantu baenisie abantu abaenisie boka abanyene bari gosema ni batebi chifundi riri okwagacha enyomba embe aya nabo kugume bune fundi wose uyo gocha gukora inspection nera nabagokora kina bakugume gokorora ajali yabeire omwana ogulime echo eyo igo yagache tuboli chifundi cha minto nonya nabaiga moko kondisi chinyomba echi mwarangeli chi supervisors ba confirm na kiga kinyume nyombe yetaracha kogotumeka nerengia so monto komenya nobo gimekero bwasalikire ochi goroche nsobo mobu bwarakolire kibwachire einera asale nene pi igotiga to make sure chifundi chikorosi nchira accredited mbabwate binte byonse. Huku mheshimiwa Ezi akiendelea kuwapa wanafunzi motisha, tunaingia katika taarifa za kitaifa. Wakati ambapo waziri wa fedha John Mbadi alikuwa na wakati mzuri wa kuungana na vile vile kuzungumza na wananchi katika uga ule wa Jivanji katika bunge la wananchi, na alikuwa na wakati mgumu kujibu masala hasa kuhusu ushuru ambao unatozwa wa Kenya, huku baadhi ya wale ambao walihudhuria kile kikao wakisema kwamba ushuru unatozwa ndio, lakini kazi haionekani. Tumsikilize. Hiyo na wenye wanaiba kwa hizo maofisi anafanyanga nini ku make sure pesa zikienda hazitaenda kuibiwa? I don't know who among us would want to, because you have paid your money, now you must go to hospital. Kuna watu wanataka kwenda hospitali. Mimi sitaki, hata nikilipa milioni moja, if I can stay the whole year without going to hospital, the better for me. So SHA is an insurance system. I want us to understand it. And by the way, it is not only in Kenya where universal health cover is controversial. It is everywhere. Remember Obamacare. Americans are still fighting whether it is good or bad. So telling you that people will buy SHA 100% is not practical. But what government must do and what we are doing is to deal with those challenges that SHA is confronting. But we are all in agreement. As a country, we need universal. Na wakati huo pia naibu rais Profesa Kithure Kindiki anaendelea kumkosoa mtangulizi wake Rigathi Gachagua kwa sababu anasema kwamba kazi ilimshinda. Sasa anaendelea kuikosoa serikali. Tumsikilize Profesa. Rais Ruto hakusema hii mambo yote atafanya in a day or in a week. He has a 5-year term. So those questions will come at the right time. Lakini also we don't mind you reminding us what we said, because you are helping us achieve our targets. Kwa sababu sasa once we achieve our targets, I wonder what these characters will say. Sababu sasa hii wanasema hii haijaanza, hii haijakamilika, itakamilika. Watu wengi wanaendesha mambo ya uongozi na kuchanganya na fitina na siasa na mambo mengi hapo katikati. Naam, kutoka katikati mwa mji wa Kisii nitampasha Ruth Nyanchama naye Geoff the presenter ili wakupashe mengi zaidi. Mimi ni Videlis Moshoge. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Jina langu ni Ruth Nyanchama. Tuangazie bei ya vyakula katika soko la Daraja Mbili lililoko mjini Kisii. Kilo 2 ya mahindi yalikuwa yanauzwa kwa shilingi 100. Maharagwe kilo 2 aina ya Roskoko yalikuwa yanauzwa kwa shilingi 400. Mchele kilo 2 kwa inauzwa kwa shilingi 380. Kreti moja ya nyanya ilikuwa inauzwa shilingi 7,000. Gunia moja la viazi likiuzwa kwa shilingi 3,500. Na kwa upande wa mboga, kabeji ilikuwa inauzwa kati ya shilingi 30 na shilingi
shilingi 20. Na katika ulimwengu wa furusi, dola moja ilikuwa inauzwa kwa shilingi 129 na senti 20. Paundi moja ikiuzwa kwa shilingi 160 na senti 16, na euro moja ikiuzwa kwa shilingi 132 na senti 96, na Japanese yen ikiuzwa kwa shilingi 83 na senti 28. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama. Basi mpendwa, baada ya kupokea taarifa kutoka kwa ndugu Videl kwa yale ambayo yameendelea hapa nchini Kenya, ungana nami Geoffrey Nyakundi Murara nikufahamishe ni kipi kile ambacho kimetokea katika rubaa za kimataifa. Karibu. Viongozi kutoka SADC na wale kutoka Afrika Mashariki watakutana Ijumaa na Jumamosi wiki hii jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwa kila ambacho kitakuwa ni kuangazia mzozo ambao umekuwa ukikumba nchi ya DRC, ikiwa ni baada ya wale waasi wa M23 kuifamia na kuteka mji wa Goma. Hii ni baada ya mazungumzo ambayo yalijaribiwa naye Rais William Samoei Ruto ambaye ni mwenyekiti wa nchi za Afrika Mashariki na kushindikana baada ya Rais Felix Tshisekedi kususia kikao kile. Basi kikao hicho kimeratibiwa kufanyika Ijumaa na Jumamosi wiki hii, ambako viongozi hawa wawili, yule Paul Kagame wa nchi ya Rwanda na kiongozi wa DRC Felix Tshisekedi, wamehakikisha watakuwa katika mkutano huo. He is also there pretending to be playing a peacemaker role, and he has a force that has been fighting alongside FDLR. Na kwingineko mpendwa, mamlaka nchini Kampala, Uganda imeanzisha kutoa chanjo dhidi ya virusi vya Ebola, ikiwa ni siku 4 tangia kulipuka kwa virusi vile pale Kampala, kile ambacho kilipelekea muuguzi mmoja ambaye alilemewa na virusi vile kuyaga dunia. Mamlaka ya WHO yametoa taarifa kwamba wanafanya jaribio hilo kuona kwamba kuna uwezekano wa virusi vile kupotea ama kutulia. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Hapo ndipo nafika tamati. Endelea kufuatilia idhaa hii ili upashwe mengi ambayo yanaendelea. Kwaheri.